are watching Gospel Outreach World Television Network, a Christian channel that builds your faith through gospel music, choirs, and uncompromised gospel of truth, brought to you by anointed servants of God, which includes Bishop Dr. Isaac Ndegwa, the CEO Gospel Outreach World Television Network and presiding Bishop, Gospel Outreach Church USA. I want to declare today, any plan that is planned in the spiritual realm, Archbishop Steve Masharia, presiding Bishop, Gospel Outreach Church Worldwide. Have discernment and know exactly where you are and what is fighting against you. Bishop Mark Kariuki, the overseer, Deliverance Church Kenya. Now the devil uses fear to keep you and I. Bishop Jimmy Mwando from MBCI. Basikiza Isaka, I'll be with you. Nitakuwa na wewe katika vita hizi. Don't be afraid. And many others. Gospel Outreach World Television Network is also a channel that rescues and unlocks destinies. Gospel Outreach World Television Network, your channel of faith. Barabara kabisa, kweli ni muda mwingine ambao Bwana ametupa. Karibu sana kwenye kipindi ukipendacho cha Majira ya Neema. Ni muda mwingine ambao Bwana ametupa, ingawa katika hali ya kuchelewa, lakini mwanzo wa wiki, jinsi ambavyo tunavyochukua na kuendelea, ndivyo ambavyo ndege inakaa juu. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba katikati ya shughuli nyingi na katikati ya mambo mengi, lakini we are committed kuhakikisha ya kwamba programu hiyo inafanyika, na Bwana anatupatia nafasi ya kuweza kuendelea na kuweka msingi wa ujumbe ambao tuko nao katika juma lote, na itakuwa ya baraka sana sana sana. Tumekuwa na muda na msururu katika wiki iliyopita kung'oa kila aina ya inhabitants ama wakaaji wanaokalia hatima yako, wanaokalia urithi wako. Tumekuwa tukizungumza kuhusu mataifa masaba ambayo yalizungumzwa na Mungu, akazungumza ya kwamba mtakapoishi kiingia katika nchi hiyo, mtang'oa mataifa haya yaliyokalia urithi wenu, ili nyumba ambazo hamujajenga muweze kuzichukua, mashamba ambayo hamujalima muweze kula katika mazao yake, na mambo mengi ambayo tuliyazungumza. Na tukaangalia kuhusu mataifa hayo, kila taifa linawakilisha nini. Taifa kama la Wakanani linawakilisha mambo ya watu ya ulimwengu ndani ya mioyo ya watu, ama worldliness katika maisha yako, ya kwamba unahitaji kung'oa taifa hilo ndani yako ili uweze kufaulu katika maisha yako. Tukaangalia kuhusu Haiti, vile ambavyo walikuwa ni watu wenye kiburi na pia waliweza kudhamini vitu vilivyo vyao na mambo makubwa, na wakamwasi na wakamkosa Mungu kwa sababu wanahadhi, na kwa sababu ya hiyo sasa Mungu anasema wang'olewe. Tukazungumza kuhusu habari za taifa la kiburi katika maisha yako. Kiburi inatangulia anguko. Kiburi hakifanyi mtu kuendelea, inafanya mtu kwenda chini. Maandiko inasema ya kwamba tujinyenyekeze mbele zake Mungu, na kwa muda atatuinua. Maneno makubwa hayo tumeyazungumza wiki hiyo, na imekuwa ya baraka. Na wiki hii tunaendelea kuzungumza sasa kuhusu habari za miungu na pia madhabahu za wale ambao ni wakaaji wa mji huu. Tumeng'oa mataifa, lakini pia kung'oa madhabahu ambazo walikuwa wamekalia ndani yake. Katika Wakanani waliweza kuabudu miungu ya huko, na miungu ya Washera na Ashtorethi na pia Baali
na vitu hivyo walivyofanya, waliabudu miungu hiyo, na miungu hiyo ilidai damu ya watu kutolewa kafara, ili waweze kuyapeace miungu hiyo, waweze kuapeace madhabahu hayo. Na Waisraeli, Mungu anawaambia, mtakapofika katika nchi hiyo ambayo ninayowapatia, ng'oeni madhabahu zao, mng'oe madhabahu, manake madhabahu zinazuia watu kuweza kuwa na kitu kinachoitwa divine settlement. Inazuia kuwa na umiliki wa muji, umiliki wa urithi wa mtu, kwa sababu ya madhabahu zinazonena kinyume na mtu. Na kwa hivyo wiki hii tutakuwa tukizungumzia mambo hayo, na kwa nini Mungu alisema wang'oe madhabahu hayo. Na kwa hivyo leo tuna Bishop Jimmy Mwando atakuwa akitujibu swali hili: kwa nini madhabahu zilikuwa zing'olewe? Kwa nini Mungu alisema zing'olewe? Bishop Jimmy Mwando kutoka MBCI ambaye amekuwa baraka kwetu atakuwa akijibu swali hilo, na tutaendelea kujenga msingi huo na kuangalia madhabahu ni nini, na nguvu hizi za madhabahu zinafanya kazi gani, vile zinaadhiri kesho yako, vile zinaadhiri hata kuimarika kwako na kufaulu, na pia zinaadhiri divine settlement ama kustarehe kwako kwa kiungu. Na Bwana atatusaidia. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante maana umekuwa pamoja nasi, umetuhudumia katika njia kubwa, na tumeona ukuu na neema yako. Asante kwa sababu kufika kwetu mahali tumefika imechukua mkono wako wa nguvu. Na leo Bwana wa rehema, tumerudi tena katika mwanzo wa wiki hii ili kukabiliana na nguvu zote za madhabahu ambazo zinanena kinyume na maisha yetu, madhabahu za kishetani ambazo huinuliwa, ambazo Bwana zinaweza kuathiri maisha ya watu njia moja ama nyingine, na pia kujihadhari kuweza kuinua madhabahu hizi, na jinsi ambavyo Bwana yale ambayo tumeinua tuweze kuyang'oa. Kama tuliinua bila kutojua, tuweze kuzing'oa, na Bwana wa rehema tuweze kufaulu katika maisha yetu. Ninamwombea kila mmoja Bwana anaweza kuingia, umbariki anapoingia na kung'oa na kuleta madhabahu chini na kujenga mengine. Bwana asante, maana tunakujengea madhabahu ili iwe ni platform ya kuweza kutupeleka mbali na kutuinua katika njia zote. Libarikiwe jina lako na litukuzwe, maana wewe ni mwaminifu na wewe ni mwenye haki. Libarikiwe jina lako na litukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen na amen na amen. Bwana akubariki, awe pamoja nawe, tuendelee kubarikiwa. Na kama utafika tu, tafadhali shiriki hii na mtu mwingine, share tuweze kubarikiwa pamoja, na itakuwa baraka kabisa Bwana anapoendelea kutubariki kwa jina la Yesu Kristo, hata tunapolimleta mtumishi wake Mungu Bishop Jimmy Mwando kunena pamoja nasi. Na Tafuta Uzima ni wimbo ambao umeimbwa na AIC Sengerema vijana kwaya, alafu baadaye tuweze kubarikiwa kabisa. Na karibu sana tuweze kubarikiwa, na Bwana akubariki na akuneemeshe. Baba,
kukaribisha asubuhi ya leo. I believe that ya kwamba ni siku njema, ni siku ambao Bwana amefanya, ni siku ambao Bwana yuko tayari kutubariki, kutuinua na kukutana nasi na kutupeleka katika viwango vingine vya maisha. Nataka kuomba na wewe uko pale unaaminia Mungu uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Uko pale unaaminia Mungu kwa sababu ya watoto wako, may you receive in the name of Jesus Christ the healing of your children. You are there, you are trusting God for a job, may you receive one in Jesus name. You are there, you have some issues in your life, there are challenges that you have been facing. I'll just believe together with you that the Lord of heaven may uproot and destroy those challenges. May God give you the victory that you desire to have and to see in your life. You're most welcome and God bless you. I want to speak why God wanted altars to be destroyed, why God commanded the children of Israel that when they reach to the promised land, one of the mandate, one of the assignment they were given is to destroy the altars, And I'll speak some few things why God really wanted the altars to be destroyed. You know, sometimes when God speak and God give instruction, is because he knows what he's doing. And sometimes we ignore those instructions for our own cost, and we suffer a lot for in ignoring what God wanted us to do. That's where the Bible says, my people perish for lack of knowledge. You know, when God says do something, he knows why. God will never tell you to do anything that will harm you. And will never tell you to do anything that will not benefit you. So anything that God tells us to do is for our own benefit. It's not because he hates us. It's not because you want to lay a burden or to afflict us. No, that is not the reason. The reason is because of the love that God has toward us. And that's why he sometimes command us or force us to do some things that they will bring blessings upon our life. Now, let me read the word of God in the book of Deuteronomy. This is Deuteronomy chapter 7, reading from verse 4. And when the Lord your God brings you to the land you are entering to possess, and drive out before you many nations, the Hittites, the Geshites, the Amorites, the Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites, 7 nations larger and stronger than you. When the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, then you must destroy them totally. That was one of the things that God wanted the children of Israel to do, that they were totally to destroy those nations in that land that they were entering to possess. And the scripture continued to say, make no treaty with them or show them mercy. Don't intermarry with them. Don't give your daughter to their sons or take their daughters for your son. For they will turn your son from following me to serve other God. And the anger of the Lord will burn against you, and you quickly destroy you. Now you hear some of the things why God wanted. He said that if you intermarry, they will lead your children to serve idols, and the anger of the Lord will be burned, and then the Lord will destroy you. You quickly be destroyed in that land. Instead of prospering and increasing and excelling in that land, then the Lord will destroy you if you intermarry. So the reason why God wanted them not to intermarry is so that they may live longer in that nation, in that land, and they may also prosper in that land, and also excel and not worship any idol in that land. So God wanted them now not to intermarry with those people, and he knew immediately when they intermarry, they will be destroyed. They will be led to worship other gods, and that will bring that will anger their God, and their God will destroy them. So they were not to intermarry. Verse 5, this is what you are to do. Then God commanded them and showed them what they were to do when they reached in that land. Break down their altars, smash their scared stone, and cut down their Asherah poles,
and burn their idols in the fire. For you are a people, a holy to the Lord your God, and the Lord your God has chosen you out of all these people on the face of the earth to be his people, his treasured possession. That's what the Lord wanted to do with the children of Israel. And he wanted to use them to cleanse that land. And for them to be able to cleanse the land from idol worshipping, they were to destroy the altars. And I'll speak some few things why the altars were to be destroyed. Number one, people, it's good to know that these people were freed from Egypt, but still in bondage of Egyptian culture and idolatry. So they have come out of the Egypt, but you see the culture of Egypt and the behaviors and the worship of idolatry, that spirit of idolatry was still working and was still pursuing the children of Israel. And that's why, so that they may not go back to worship the idols that were being worshipped in Egypt, they were to destroy those altars completely. And sometimes, and God knew that anybody who controls an altar, he controls a territory, a community, and a people. So you can never rule, or you can never be able to control people if you don't destroy the altar. One of the things that can help you to control a territory is by demolishing those altars and raising altars. Thus, altars are key in the life of human being, because each and every one of us knows that an altar is a spiritual, is a gateway to the spiritual world. Anybody who wants to enter into the realms of the spirit, whether in the kingdom of darkness or in the kingdom of light, they have to pass through an altar. And so if you have a strong demonic altar, it will control the behaviors and the culture of the people in that territory. And that's why if you want to take a territory, you must destroy the altar that is reigning in that area. And when you raise, God wanted them to raise a very strong godly altar so that they could control the region and take the territory for God. That was their first assignment, to destroy the altars, to bring them down and destroy the people and not intermarry with them in any way. And by doing so, they could have taken the promised land. But you see, later, there were mistakes that were done by these people. One of the great mistakes that we can see, they were not able to destroy those people, because even those people now were also determined. They were determined to live with the children of Israel, and they didn't want to to come out of that land. They wanted to live in that land, and because they were determined to live in that land, the Bible says when the Israelites became powerful, they forced them into forced labor, but they were not able to drive them out completely or to destroy them. But remember, God had told them they were to destroy those people completely. They were to destroy their idols and their altars. But submitting them to forced labor was not what God wanted, because he knew they can submit them and force them to work for them because they are strong. But these people still worship the idols. They will still raise altars in that land. And the more they continue to raise those altars, the more they will start now to affect the children of Israel. And those altars can also capture the mind of the children of Israel and make them captive and make them start to worship those idols. Later on, we can see in the Bible, like for example in the book of Judges, and you look at the life of Solomon, because Delilah, they were not destroyed. Later on, Delilah came from the very people that were to destroy, and because they failed to destroy them, here comes their
their daughter Delilah, who was able to destroy their deliverer. And eventually, because Samson bowed to those gods of those people, he was later destroyed, and he could not fulfill the assignment that God had given him as a deliverer for the children of Israel, and he was turned into an entertainer. And he started to entertain now those people. When they were bored, they could bring for us Samson that he may come and entertain us. We refuse, brethren. There are things, if you don't destroy them today, tomorrow they will destroy you. And they are determined to live in your life. Their spirits, even after we have received Christ as our Lord and our Savior, there are also spirits in our life that are determined to live with us. They are not willing to leave us. If you don't crucify the flesh on the cross, those spirits tomorrow, they will take hold of you. They are still growing stronger, and when they become strong in our life, they will be able to dominate and control our life. Spirit like anger, those are nations that we need to destroy in our life. Spirit like rust are spirits that if you don't destroy them today, tomorrow they will destroy us. They will have no mercy. Delilah had no mercy with Samson. And the Philistines, they didn't have mercy with Samson. They took out his 2 eyes and forced him now to be doing the work for their women. Brethren, if we don't destroy some things in our life, they will not spare us tomorrow. Anything that you don't destroy, it will have no mercy of you tomorrow. And it will have no respect of the anointing that you have tomorrow. The Philistine had no, Delilah had no, he didn't fear. He didn't have any respect with the anointing in the life of Samson. They were able to bring him down. So the altars, the culture of idol worshiping can still find its way in God's people if those altars are not destroyed. Number 2, altars. Every altar has a spirit that controls that altar. That's why God knew they must destroy an altar. If it's an evil altar, there are those spirits that control those altars. And those spirits can easily find their ways in God's people if the altars are not destroyed. The altars, or the demonic altars, will always release a spirit of rebellion and people who rebel against God. That's what is always released in those altars. And we can see a good example in the Bible, in the book of 1 Kings. And that's why God really emphasized to the children of Israel that they must bring down all those altars for them to live well. Now the Bible says in the book of 1 Kings chapter 19 and verse 1, Ahab told Jezebel everything that Elijah had done and how he had killed all the prophet with a sword. So Jezebel sent a message to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I don't make your life like that of one of them. And Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Well, he himself went a day's journey to the desert, and he came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, O Lord. He said, take my life. I'm not better than my ancestors. That is Elijah, a man who had done great things. You can see how altars sometimes have power to silence people. The demonic altars have power, and they can silence even the godly people. They release fear. The demonic altars also release fear. And because of the fear that was released in the altar that Jezebel had raised in Samaria, Elijah could not stand, and he ran away for his life and told God, I'm not better than my brother. I better die. I've had enough. I've had enough.
Those are the powers of altars that can release fear and cause people not to fulfill their mandate that God has assigned them to do. Altars take territory and releases fear in territory. The demons control people by subjecting them to total fear. That people become they become a prey, they become a victim of those altars, that they cannot be able to raise their hands or to do anything. The altars, the demonic altars, reign by dominating and creating fear, and causing also people to rebel against God. We see Jezebel rebelling against God even after hearing, because the Bible starts by Ahab told Jezebel all that God had done, how the God of Israel had destroyed all the prophets of Baal, and how the God of Israel brought fire from above, and he consumed the sacrifice that was laid in the altar, and also how God was able to bring rain, which even Jezebel herself witnessed, because it rained even in Jezreel. It was raining also in Jezreel. But even after seeing that and hearing how God was able to bring the fire from heaven, and seeing God bringing rain, and all people turning to the God of Israel and declaring that they worship God and Jehovah is God, that one did not move the heart of Jezebel, because she was in a demonic altar that was controlling her life. And so she sent just a message to Elijah and told Elijah that tomorrow I'll do to you as what you have done to one of the prophet. And that's why it caused Elijah to run away. The demonic altar also, they release spirit of rebellion, and they oppress and fight against God's people. When that altar is raised, it targets the servant of God to destroy them. It also caused people to rebel against God, and God knew that if these people don't destroy those altars, then in one way they will reach to a praise and labor against God. They'll start to become rebellious. People that feared God will rebel against him. And another thing he knew, that those altars will start to fight the true prophets and the true servants of God. The demonic altar will always attack and destroy gracious and faithful and righteous people. They always fight against the righteous people because the enemy hate them. Jesus said very well that I've given them your word, and the people and the world has hated them because I've given them your word. And so those spirits will always hate God's people that are righteous, and they also they seduce people or God's servant to enter into sexual immorality. Those altars releases sexual immoralities, and you can see we can see in the book of Numbers chapter 25 and verse 1 that they seduced the children of Israel to sleep with the women of Canaanites or Moabs, and they bowed down to their gods and started to eat even the food that was sacrificed to idols. That's how they messed the children of Israel. And that day God slain the many people of the children of Israel. But if they could have destroyed those altars and those people, they could have not fallen a victim of that spirit. So God had given a warning to the children of Israel that if you don't destroy those altars, they will control your life. They will dominate your life. If you intermarry with those people, they will cause your children to sin against me and rebel against me, and that will cause you to be destroyed in the land. Another thing, altars have power to influence people against the will of God. Those demonic altars, they always influence people to rebel against God. Where you see people raising those
altars. People who start now to rise against the living God. We are seeing it for us who are coming from Mount Kenya. We have seen that people are trying to raise some idols that were destroyed by our forefathers. They are now being resurrected. They are resurrecting those demons and those altars that were destroyed. And they are now starting to influence people to rebel against God. When you hear those people speaking, they are speaking bitter words. They are speaking bad words against Jesus, against our Lord Jesus Christ, against our God. Yeah, because that's what is being released by that altar. And so people are starting to abuse God. They want to shed their own blood of those goats, thinking that that blood can be able to deliver them. The blood of goats and bull. People are being turned back to that, to renounce the precious blood that was shedded on the cross, because the enemy knows that the blood of the bull and the lamb will not do in them anything. Those are just idols. They have no power. They have nothing they can do to the people. And because the enemy knows the power of the blood of Jesus that was shedded on the cross, wants people now to renounce this blood that washed their sin, this blood that destroyed the forces of darkness, that caused them to have an access to the seat of mercy and make their petition known before God. It's by the virtue of this blood. It's when God in heaven, he does not see us. He sees the blood of his son that was shedded on the cross. It is that blood that protects our God to destroy this world. Had it not been the blood of Jesus Christ, the world could have been destroyed like Sodom and Gomorrah. But I thank God because of the precious blood, which now some community and some people are being taken back to those idol worshipping and start now to renounce the very blood that protects their life. May God have mercy upon us, that we may refuse and we may destroy those powers and fight against that demonic influence that is turning people against their God and leading the people astray. Number 2, evil altars can cover the glory of the people. It will cover our glory. And that's why exactly the enemy is pushing people to worship those idols, so that the glory which people are moving with may be covered by those altars. The honor, the power, success, prosperity, victory, favor, the grace that people used to move with will be covered by those demonic power. They release a covering that cover the glory. The Bible says that this is a sheet that cover. This is a sheet that cover the nations. So people can be covered by that sheet of darkness. And unless it is teared down by the virtue of the blood of Jesus Christ, the glory of the people will be covered. And people who live in struggle, people who live in suffering, in oppression, people who have no authority over their life, they'll just be controlled like robot and sin against God, so that they may be destroyed. May God help us that we are going to rise and destroy those altars of darkness that cover the people, which releases fear, which releases confusion, and a demonic covering over the life of the people, that they cannot be able to excel or to be able to rise up and become the very people that God wanted them to be. If we don't rise up and destroy those evil powers, evil altars, they will cover the glory, they will cover the favor that people used to move with, and people will be locked in total darkness and in jail, where they have no control over themselves. If you look at the world before Jesus came, people really suffered. They were at the mercies of the demons and Satan himself. And people were prey, and they had no power to release themselves from those demonic bondage. They were controlled to do things
when you look at some things that people do, that they don't know God, you can see the total darkness covering their life, that even they don't understand themselves. But I thank God because Jesus came to be the light. And when we receive him, he put light in our world, and the covering of darkness is removed, and our spiritual eyes are open, and we are able to see and to have life and have it in abundance. Brethren, we must destroy the altars so that they may not influence people to rebel against the living God. And when the church will be taken from this world, that is the time that people will know the importance of the church and the blood that was shedded on the cross. The world will be not, this will not be a place where it will not be governable. The reason why the world is governable today is because of the mercies and the grace of our Lord Jesus Christ. The reason why people can persevere and just have respect of one another and themselves is just because there is the light of the word of God. When that light of the gospel will be removed from this planet, it will not be a good place to live. It will be chaotic, evil. People will destroy one another. The people who have no mercy. Demons who have control, and they will enter into the life of the people, and they will be merciless. People will be lovers of themselves. They will have no mercy. Every kind of evil will be released in this world. Thank God that there's still the light of the word of God. And thank God because the church will not experience those things, because it will be raptured. When the time draws near, the Lord will rapture the church, that it may not see the wickedness and the suffering that will be in the world. There will be a cry that has never been experienced in this world when the church will be raptured and taken away. May you be one of the people that will be raptured. Number 2, evil altars releases evil priests who are there to disgrace God's people. So they rise evil priests who have no mercy, and their work is to disgrace the righteous and to destroy them. It also releases power that to waste the dreams and the vision of the people. And evil sacrifices again will be offered in those altars. Some of our children, some of our wives will be taken and sacrificed, and as sacrifices in those altar, those demonic altar. We must rise and resist them and wage war against them. We must destroy the altars, the demonic altars. We have no choice. If for us we are going to live well, we must destroy those altars that releases those spirit of rebellion, the spirit of sexual immorality that seduce people to do those things. We must destroy them. May God bless you as you rise up in this season of prayer and destroy all the demonic altars and refuse to be controlled by them, and refuse to be controlled by them. Don't allow them to cover the glory that you have. If you don't destroy them, they'll cover the glory. They'll cover the favor that you used to walk with. They'll cover your world, and you again find yourself in a dark world where you don't know what to do, where you are totally covered by darkness, and the glory and the favor of the Lord will not be experienced again in our life. May God help us that we are going to rise up and destroy those demonic altars. Heavenly Father, we come before you, Lord. We thank you for the privilege and the opportunity that you have given us of hearing your word. Our prayer today, my Father, is that you may empower us to destroy these altars, to bring them down, oh dear Father. The forces, the powers of darkness, our God, that are trying to manipulate and oppress us, our Father. How I come against those kwenye maisha yangu leo.
Nimekutafuta mimi uniokoe na mikosi ya shetani. Yesu nisafishe, nimetenda dhambi. Yesu leo nisafishe, ninatubu dhambi. Yesu mwanao nisamehe. Yesu nakutafuta mimi uniokoe na mikosi ya shetani. Yesu nisafishe, nimetenda dhambi. Yesu leo nisafishe, ninatubu dhambi. Yesu mwanao nisamehe. Yesu, natubu maovu, nikumbuke. Barabara kabisa kweli, ujumbe wa nguvu namna hiyo ya kwamba Mungu aliwaambia Waisraeli, mtakapofika katika nchi ambayo ninawapa, nchi ya ahadi, nchi ya Kanani yenye maziwa na asali, nchi hiyo ya divine settlement, mahali ambapo mtastarehe na kuwa na muda mzuri, basi mimi nitawapeana wale wakaaji wa Kanani, wa Perizi, na Wagirigashi na Wajebusi na wote wanaokaa katika mji huo. Lakini pia mnastahili kufanya kitu, muang'oe na mung'oe hata miungu yao, mung'oe hata madhabahu zao. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu hizo zitakuwa snare kwa maisha yenu, zinazuia mumtumikie Mungu. Madhabahu hayo ndiyo yanayonena ama yanayonenea laana ambazo pia zinafuata maisha ya watu, na zinafanya ya kwamba hizo ndizo zinazofuel nguvu za hizo laana. Hizo ndizo zinazofuel wickedness, zinampatia adui nafasi ya kutesa maisha ya watu, zinampatia nguvu adui. Kwa hivyo msikubali kuingiana nao. Anasema ya kwamba musiingie kuabudu miungu yao tu. Asema ya kwamba msipatiane mabinti zenu na vijana wenu kuoa ama kuolewa na watu wa Kanani. Alafu jambo lingine pia ambalo lilikuwa mbaya ni kwamba Waisraeli badala ya kuona nafasi hiyo wakadisobey Mungu na wakaanza kuchukua vijana, wakaanza kuchukua hiyo nafasi ya kuwachukua wale wa Kanani na wengine na kuanza kuwatumia na kuanza kuwafanya wengine kuwa wakaaji, inhabitants wa mji huo, wawe watumwa wao. Sasa kufanya wawe watumwa wao, wanavutia polepole miungu yao, na in the process, kwa sababu ya disobedience hiyo, ikaleta Mungu kuadhibu kwa kuwapatiana kwa mataifa mengine kama Waamaleki, kama Wafilisti wawatese, na wakawa wanateseka. Kwa hivyo walikuwa waingia katika nchi iliyo na maziwa, nchi ambayo sio ya kuteseka, nchi ambayo haina vita, lakini baadaye wakaanza kuteswa kwa sababu Mungu aliwapatiana kwao. Na imagine aliwapatiana wale wakaaji wa mji huo ili wa eliminate. Na unaona Saul waliambiwa ya kwamba afanye hivyo, naye pia akafanya tabia ya Waisraeli hawa, akawaambia ya kwamba awaondoe wale mfalme Agagi na wengine, lakini baadaye akachukua vinono akajiwekea. Sasa hiyo inamkasirisha Mungu wakati unapokosa kumtii Mungu, kwa sababu Mungu akisema kitu anajua anasema nini. Tung'oe madhabahu za baba zetu,
tung'oe madhabahu ambazo tunajua ya kwamba hazikumletea Mungu utukufu, hazinafunga mbingu yetu na namna hiyo, ili tuweze kung'aa na kuweza kusonga mbele. Bwana wabariki kabisa. Asante Bishop Jimmy Mwando kuzungumza maneno makubwa namna hiyo, na ujumbe wa nguvu umekuwa wa baraka kabisa na tumebarikiwa. Asante kwa wote ambao pia mmeweza kujiunga pamoja nasi. Bwana awabariki na awatende mema na aendelee kuwainua katika njia zote. Asante. Ninakuona hapo Bishop Jimmy, Bishop Teresia Mushemi. Mungu akubariki kwa kukaa pamoja nasi. Bwana akutende mema kwa sababu ya kuingia na kuungana pamoja nasi. Wewe ni wa baraka. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mchungaji Joseph Mugesho. Mungu akubariki kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Bwana akutende mema. Asante kabisa ukiwa Nairobi. Asante pia Pastor Rahab Kasina. Bwana akubariki. Unasema amen, hallelujah. Ujumbe umekuwa wa baraka sana na nimebarikiwa. My sister Tabitha Waboi, Mungu akubariki kwa kuwa pamoja nasi na kukaa na kutulia hapa. Bwana akubariki kabisa, umekuwa wa baraka kweli, na Bwana aendelee kukutenda mema. Nani wengine pia hapo ninaona pia tuna watumishi wa Mungu wengi ambao pia wameweza kuingia pamoja nasi. Asante Apostle Beatrice, Bwana akubariki. Tunasema pia nami nimekuwa ndani na nimebarikiwa na ujumbe huo na umekuwa wa baraka kabisa. Bwana akutende mema. Wote wengine ambao mmeingia na pengine si waoni na sioni mahali ambapo pengine sioni vile ambavyo ninaweza kupata, lakini kwa sababu umeingia pamoja nasi, Bwana akubariki na kutende mema. Beatrice Duta, Mungu akubariki kabisa, na wote wengine ambao mtaingia kutazama programu hii baadaye, neema yake Mungu iwe pamoja na wewe. Mimi sina la ziada, nimebarikiwa. Ujumbe umekuwa baraka kweli kweli, na tumebarikiwa kuvunja ya kwamba tuvunje madhabahu za kila aina ambazo hazileti furaha ama hazifanyi ya kwamba zinazuia sisi tuweze kuimarika, tuzuiwe kuingia katika starehe yetu. Na hivyo ndivyo tutakavyoendelea wiki hii. Hata Zoom tutakuwa tukizungumzia madhabahu haya ya akina Wakanani na wengine, tukivunja na kuyang'oa, na Bwana aendelee kutusaidia kujenga msingi ambao utamletea Mungu utukufu tu, na Bwana atapata nafasi ya kuingia uwepo wake kutembea pamoja nasi. Bwana akubariki, awe pamoja na wewe. Baba, ni asante kwa sababu ya kutusaidia na kutubariki. Ujumbe huu umekuwa wa baraka. Tumeanza vizuri, najua kwamba wiki hii tutaendelea hivyo hivyo, tukikuona ukinena pamoja nasi na ukituhudumia. Asante kwa kila mmoja ambaye Bwana amejiunga pamoja nasi. Naomba uwabariki na wote ambao Bwana wa rehema watatazama programu hii baadaye. Mungu wa rehema, Mungu uwe pamoja na wao na uinue katika njia zote. Neema yako iwe nyingi Bwana, na uendelee kutubariki Mfalme. Wale ambao ni wagonjwa na wako hapa, ninaomba uponyaji wako juu yao. Wale walio na matatizo wamalizie, na Bwana wa rehema, wale ambao Bwana wanapitia katika hali ngumu katika maisha yao na wajui wafanye nini, Bwana uendelee kuwatetea katika njia zote, katika jina la Yesu Kristo. Libarikiwe jina lako na litukuzwe, Mfalme wa ajabu, maana wewe ni mwaminifu na tupa ushindi kupitia kwa mwanao Yesu Kristo, na kupitia kwa dhabihu iliyotolewa kwa msalaba inanyamazisha kila aina nyingine ya madhabahu. Na kwa hivyo Bwana, tunashinda katika njia yote na kuingia katika hatima na utele, na pia katika kustarehe kwetu. Liinuliwe jina lako na litukuzwe, maana ni jina kuu lenye uwezo, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba na kushukuru. Amina, amina, amina. Bwana akubariki, awe pamoja na wewe. Najua ya kwamba tutaweza kupatana kesho, na wale ambao ungetaka kuungana pamoja nasi katika Zoom ni sawa, tuungane saa 3 hapa Kenya, hapa Marekani, lakini Kenya itakuwa ni saa 1. Kumbuka ya kwamba wiki inayokuja kuanzia tarehe 28 tuko na mtumishi wa Mungu General Bishop Mark Kariuki. Daktari Mark Kariuki atakuwa pamoja nasi
tutaendelea naye wiki mzima akiwa baraka kwetu. Karibu sana tuweze kuendelea. Itakuwa live, tutaiweka live na itakuwa baraka kukufikia popote ulipo. Bwana atakuwa pamoja na wewe tukibarikiwa pamoja. Mimi sina la ziada, nimebarikiwa na ujumbe huu. Umekuwa baraka kama mimi, najua kwamba nawe umebarikiwa. Bwana awe pamoja na wewe. Hakuna kama wewe ni wimbo umeimba na AICT Mbezi Beach Choir. Alafu baadaye tuweze kumaliza hadi kipindi kijacho siku ya kesho. Kumbuka ya kwamba sauti hii inakujia moja kwa moja kutoka hapa Marekani, Washington. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Gospel Outreach World TV Network. Hadi kipindi kijacho siku ya kesho, tutaanza mapema. Ni mimi wako Bishop Isaac Ndegwa na neno litaendelea. Bwana wabariki. Shalom, amani ya Kristo. Wale wa Mbezi Beach Choir. Hakuna kama wewe, kweli hakuna kama wewe Bwana, Mungu mwenye uweza, kweli hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, kweli hakuna. Hey Baba, wamama mwongeze Yesu tu vigelegele vingi tena. Haleluya. Yesu haushindwi na jambo lolote. Yesu usiyeshindwa. Baba, Yesu haushindwi